African Films Collaboration. Wewe kazi yako ni kuzalisha kisha watu wengine wanakulelea, si ndio? Unajua kama naweza kukula nyama zako mimi kwa sababu ya upendo. Nina hasira. Sikilize bwana kama. Nina hasira wewe. Deep secret buried in the dust. Deep secret, break it or it rusts. Deep secret, hear the silent scream. Sasa baba, wewe unaposema wale watoto si watoto wangu, unamaanisha nini? Inamaanisha hivi Kamau, mtoto wangu yule mke ukimuoa, yes, nilikuambia chungana na yeye. Mimi Kamau, wewe ni mtoto wangu kabisa, inafaa unisikise vile nakwambia. Wale watoto ni wachukuu wangu ndio, lakini nikiwaangalia vizuri sio watoto wako. Kivipi? Wale watoto wametoka nje ya ndoa. Baba, mimi mke wangu nampenda, ananipenda. Watoto wangu niliwalea kuanzia utotoni hadi sasa wamekuwa. Kwa hiyo ukiniambia si watoto wangu, mbona kuanzia ni wadogo hujawahi kuniambia kitu kitu? Leo umewezaje kuona mpaka nimuite kama mtoto wangu nimwambie watoto si wako? Baba, unataka kunivunjia ndoa? Unataka kunaribia ndoa? Kuniambia watoto si wangu? Kwa hiyo baba, mke ndiye anachua watoto mahali amewatoa. Utaezana na mke wako umeishi miaka 20, lakini yeye siku moja mkikosana akwambia hata watoto hao sio wako. Yaani baba, yaani hapa unanichanganya. Kwa hiyo unataka mimi nifanye nini ili kuhakikisha kama ni watoto wangu? Mimi nifanye kitu gani sasa? Okay. Kama mimi ni mzee, kwa hivyo nimeona mengi, ninachua chenye nakwambia. Kwa hivyo enda pima DNA upate mtoto mmoja ama wawili. Hao ndio wako. Wale wengine watatu mwambie arudishie mwenyewe. Nakwambia ukweli Kamau. Hata wewe nikikuangalia vizuri, sio mtoto wangu. Mama yako nitamchunguza na asiponiambia ukweli nitaenda tutapima. Lakini mimi baba, mimi na wewe tunaendana, ni kama tumefanana mimi na wewe baba. Sasa baba, unasema na mimi utanipimisha? Kwani mimi si mtoto wako? Na mimi nimeanza kuchunguza, nimeona kweli kama huyu amekufanyia hivyo, na mimi labda mke wangu naye kuna mahali alikutoa. That's why lazima tupime sasa. I know baba, kabisa. Inatosha. Baba, mimi na mandevu DNA kunipimisha. Kabisa. Mzee wangu umenichekesha sana. Hiyo ni ukweli. Haya, kwa nini hunywi kinywaji unatumia sijui machai uji? Mimi sijawahi kutumia hii vitu. Mimi ni uji ama chai. Hiyo ndio vitu natumia. Mimi nitakuacha kitu kidogo, utaangalia vile utafanya kwa kuwa naona mauji machai hapana. Hiyo ni ya kununua maziwa. Si mbaya. Yes. Sasa baba, nimekushukuru. Hicho kitu nitakifanyia kazi, nitashughulikia. Na nendapo nikapata majibu yoyote mazuri au mbaya, nitakurudishia, nitakwambia. Wewe kama wewe unataka kuniua? Wewe mbona sasa unapigana vibaya hivi? Mtu anarazirana, wewe huwezi kuamsha mtu taratibu. Sasa kurazirana ndio ni? I'm daydreaming. Unapiga ngumi kwa kushtua mtu. Sio unaweza ukaua mtu wewe. What's happening with you? Ndio maana Paul akasema bwana, ukitaka unaweza kuacha kuoa. Unalala peke yako, hakuna mtu wa kukusumbua. Hata ukirazirana unarazirana peke yako. Toka huko. Nata ujinga. Kama unajua unanitoa wapi? Yuko kwenye ndoto nzuri. Sulale, unapiga kelele, majirani watasikia kelele zako. Okay. Na mgongo ni wa nini? Mbona? Enda huko kwa ndoto huko unarazirana. Karazirana. Haya. Kwa hiyo namuona nipe mgongo. Haya, good night. Acha nirudi kwa ndoto zangu.
Mzee, kumbe unafanya kazi hapa? Sasa niko na kama wiki moja. Wiki moja? Yes. Wow. Mzee wangu, umefanya vizuri sana mzee wangu, nakupongeza sana. Hongera. Okay, karibu sana. Big up sana. Kuna kitu umenipunguzia kama gharama ndogo. Hongera sana kwa umefikiria kutafuta kazi. Simu zako zitapungua. Oh, Kamau, nitumie kakitu. Oh, Kamau, nitumie kakitu. Mzee, hongera sana. Lakini mbali na hapo mzee wangu, kuna kitu ambacho kimenifanya nikutafute. Niseme mzee wangu uko wapi? Nataka tuonane. Mimi kuna ndoto nimeipata usiku kwa mkia leo. Nikasema hii ndoto hata kidogo siwezi kukaa nayo bila kumwambia baba. Ndoto gani? Ndoto nimeota nikiwa na wewe, tumekaa mahali, unaniambia mtoto wangu Kamau, hawa watoto wako ulichezwa, nenda ukatesti vipimo vya DNA. Ghafla nikatoka kwenye ndoto, nikaanza kubishana na mke wangu, lakini bado ile ndoto ilikuwa ikinirudia. Na ndio maana nikasema hapa lazima kwa babangu ndio nijue ukweli ama nijue nini ambacho kinaendelea. Okay. Unajua mzee, mke wangu siwezi nikamuuliza chochote kuhusu hii ndoto, kwa sababu kama kuna chochote alifanya ataanza kujihisi mapema. Hiyo ndoto, kwa sababu ndoto imeweza kucha hiyo yenyewe ni Mungu labda amekuonyesha, ni kitu nilikuwa nimeanza kuona kitambo. Kwa hivyo kama hiyo ndoto imekujia ni ukweli, wewe ufanye maamuzi, uende ukapime. Kwa sababu vile nilikuwa nimeanza kuona, nikaona hata hawa watoto sio wa kijana yangu hawa. Ndio kapime DNA ijulikane hiyo ndoto imekuja vipi. Sasa baba, kumbe unakaa nalo moyoni kuanzia zamani, unaniangalia tu na macho, unashindwa kuniambia kwamba kuna kitu unaona katika familia yangu hakiendi vizuri. Baba, unakaa kimya kweli? Mimi nazaa watoto nalea hadi kamshahara kangu kadogo, ni mwalimu napata kamshahara kadogo. Baba, unashindwa kuniambia Kamau, angalia mapema hapa kuna mchezo unafanyiwa. Unajua mimi mke wangu nampenda sana, singeweza kuona chochote. Watu ndio walikuwa wananiambia, "Oh Kamau, una watoto wazuri." Sasa mimi naona watu wananichekea. Kumbe kuna kitu wanakiona kiendi vizuri. Sikutaka kufunja ndoa yako. Kuna kitu nahisi. Hebu mimi acha niondoke. Nitakutafuta. Nimeona mahali unafanya kazi, nitakuja tuongee vizuri. Baba, acha niondoke. Hata mimi nilikuwa naangalia kabisa, ngaona hao watoto kwa kusema ukweli, wacha naye aende apime ijulikane ukweli kwa wapi. Lakini hata akipata ni sawa, mtoto sasa amekuwa mkubwa, kuna mahali ataenda. Deep secret buried in the dust. Deep secret, break it or it rusts. Kimbia. Wewe. Usidondoshe mwenzako. Kusema kweli nimebarikiwa na Mungu. Mimi nina furaha kubwa sana, watoto wangu navyoona mnazidi kukua na kukomaa. Hasa wewe ambaye ndiyo mkubwa wa wengine. Umeshapata akili na vile una akili shuleni inanifurahisha sana. Lakini pia kwa kale kamshahara kangu kadogo, najitahidi watoto wangu na wafurahisha. Unaona vile wanacheza inapendeza? Ndio baba. Sasa kwa sababu wewe ndiyo mkubwa wao hawa, nina kitu nataka kuzungumza na wewe. Ndio. Tayari miaka yako ni miaka ambayo unatakiwa upewe ushauri wa kutosha kabisa, kwa sababu ni miaka ambayo mara nyingi mabinti huwa wanachezea na wanapata matatizo makubwa sana. Na miaka hiyo kuanzia 15, 16, 18 huwa ndo miaka mabinti wanabeba mimba nyingi sana. Mimi baba yako nataka nikushauri kwamba siku zote ukiona mwanaume anakusogelea, kama wewe ni mwanamke unayeipenda future yako ya kesho iwe bora, mwanaume huyo unatakiwa umuogope kama risasi. Kimbia! Umeelewa? Haya, hiyo imeenda. Baba, asante kwa kunipa ushauri wako. Umenisaidia sana. Na pia niko na swali. Yes. Kwa nini watoto wengi wenye umri kama yangu na wenye wanaonizidi umri, yes, kwa nini wanajihusisha kwa mambo hayafai kama katika ulevi, yes, malaya, kupata mimba mbele before wafike kwenye ndoa zao? Na kwa nini sasa watoto wanaharibika mapema? Inamaanisha kwamba eti hao wazazi wao wapati ushauri kama wewe? Wacha tu mimi niseme kwamba wazazi wana nafasi kubwa ya kuwafanya watoto wao waharibike ama wasiharibike. Huenda ni kwa sababu kwa sasa hivi unakuta watoto wamelelewa na mzazi mmoja, mwingine ameondoka. Hata kabla hajafa yupo tu hai, lakini amekimbia familia. Sasa unakuta mama kwa mfano analea watoto peke yake, au baba analea watoto peke yake. Kwa hiyo yale malezi ambayo mimi baba yenu Kamau ninayoatoa, unakuta mzazi mmoja ndio anashughulika peke yake. Si unaona ni vigumu nyinyi watoto kuharibikiwa nikiwa mimi bado nipo baba yenu, nikiwa niko na mama yenu? Ni vigumu sana. Na wengine wanaweza wakawa ni watoto ambao wameshindikana. Hapo sijakataa.
lakini mzazi ana asilimia kubwa anayoichangia katika uharibikaji wa mtoto wake. Deep secret, buried in the dust. Deep secret. Matilda, mke wangu, nilikuwa najaribu kumshauri binti yetu Chelsea na amenielewa sana. Unajua ni vizuri watoto wetu tukawashughulikia wakiwa bado wadogo, maana ile adabu tuliyowapea watakomaa nayo mpaka uzeeni. Ndio kitu nilikuwa naongea naye. Ndio maana nakupenda. Kama walipo hakuna mtoto wa kukosea. Lazima ninyooshe. Sikukosea nilipokuchagua. Si ndio? Jua wewe ni the best husband ever. Kabisa. Sidhani kama kuna familia zingine ambazo zina watoto kama kwetu. Kabisa. Nakubaliana na wewe kabisa. Hapo nakubaliana. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia pia. Sana. Marcos, njoo hapa. Wewe kwa nini unamchapa dadako? Soma hapo. Nini? Mbona unamchapa dadako ni nini? Wameharibu game tukicheza. Wewe mtoto wa kiume bado unalilia magemu. Marcos, nishakwambia mara ngapi sitaki uwe mzembe. Nataka uwe imara, usimame kama mwanaume. Si nishakwambia hivyo? Kati ya kurudisha kile kibaya alichokufanyia akakuchapa na kumsamehe ili Mungu wake ajue nini atamfanyia, wewe unaamua kitu gani tumfanyie Marcos? Umuchape au umsamehe? Tumsamehe, tuachie Mungu. Unaamua kumsamehe? Wow. Good girl. Mtoto mzuri sana. Unaamua kumsamehe Marcos? Kweli nimefurahi. Haya, dadako amekusamehe. Na usirudie katika maisha yako kumpiga dadako, sawa? Hebu mkumbatiane. Deep secret, heavy storm away, I'm all alone. Deep secret. Kwa hiyo mimi nafurahia vile watoto wamesameheana pia. Na wamefanya kitu kizuri. Inaonyesha ni jinsi gani duniani watu wote wangeelewa kwamba unapokosewa na mtu si lazima urudishe mabaya kwa mabaya. Kama hivi mtoto anavyoweza kumsamehe kaka yake, dunia ingekuwa paradiso kabisa. Kabisa. Kwanza wakati mimi nakosana na wewe, nashangaa unachukua siku 2, 3, hauniangalii, unakasirika. Ungechukua mfano wa huyu mtoto mdogo, alafu wewe unanisamehe hivyo. Ungekuwa nafurahi sana. Ni shida iko wapi? Weka hapa. What's left to hide? What's left? Amka. Amka. Nilisema leo nina kikao na nyinyi. Sasa mnalala mpaka saa ngapi? Amka wote, njoo. Huku sitting room. Haraka. Chelsea, amsha watoto. Leo nimesema ni weekend, natakiwa nizungumze na nyinyi. Sasa bado umelala? Mwalimu Kamau, leo nataka nizungumze na kila mtoto. Nimesema amka. Mama Chelsea. Si chai tayari? Sasa, hebu Marcos, pale pita huku. Kapa. Na mnaamka kama mnaumwa. Marcos, unalala mpaka saa 5. Hapa kweli tutatoboa. Sasa mlikuwa mjaamuka, si ndio? Bado mnapiga usingizi, mnaenjoy. Kama kawaida kila weekend. Hawa watoto wa Kamau. Haraka na wewe uje ukae hapa. Mimi chai yangu hapana. Kama kawaida mnajua kama kila weekend baba yenu Kamau anatakiwa zungumuze na watoto wake, si ndio? Ndio baba. Haya. Hii ndio shida ya kuwa mfanyabiashara ukiwa ni mwalimu. Kuna nini? Sasa kwani hujui kwamba kila weekend watoto wanatakiwa wakae na mimi hapa nyumbani tuongee? Hujui hiyo? Matilda. Mtoto ambaye atashindwa swali ama kile ambacho nimemuuliza hakuna kunywa chai. Tumeelewana? Mtoto wa kwanza kule Tasha. Hebu pita, songa uje hapa. Mbele ya Kamau, pita. Haya. Mtoto wangu Tasha. Nataka utuambie ni kipaji gani ambacho unahisi kesho kitakusaidia katika maisha yako? Kesho unataka uwe nani? Mwalimu, daktari, ngakwa. Wewe umeulizwa maswali? Mbona unakuwa na kiherehere? Pole. Samahani. Jamani. Tayari ushamwambia anaweza akakosea, akaongea chochote ambacho amekisikia kwako na kumbe sio. Ninapoongea kama ukikaa kimya. Sijakuomba maswali. Hai. Hebu pita mwanangu. Chukua. Mbona mnanipigia makelele? Kelele gani mnanipigia?
Nini? Ni wanunulie kitu gani? Toka huko. Wewe simama hili kiti ya baba. Nyanyuka. Toka. Kama. Baba. Hebu njoo mwanangu. Pita. Toka. Toka. Kama ni nini na watoto, mbona unawapiga picha? Mbona wengine wanalia? Na kwa nini wengine ana maziwa, wengine wanalia? Furahi mwanangu, furahi. Niwaulize. Zawadi ni nyingi sana, magauni. Pendeza we. Niwaulize, kuna nini kwa hii nyumba? Mbona hawa wanalia? Au ni kina nani wanalia kama mbu? Nye. Pelekeni hizo sauti zenu kama za mbu nje. Kule barabarani. Kuna nini huku? Na mbona unapigia watoto makelele? Na mbona pia watoto wanalia? Nini kinaendelea huku? Mbona watoto wanalia? Na kwa nini unawapigia watoto makelele? Mbona unaniangalia hivyo kwa kunichunguza? Toka huko. Acha kulia. Mimi sina, nauliza swali tu, kwa nini watoto wanalia? Baba yenu kalewa? Hapana. Ni nini? Asubuhi tulitoka tukaenda hospitalini kupima ugonjwa. Venye tulitoka kupima ugonjwa, baba ameshinda akimpendelea kila, amemnunulia zawadi, bag za shule, nguo za shule, yani chakula kwa wingi. Na sisi tulitoka huku asubuhi bila kukula. Tumetoka hapa na njaa zetu. Tukirudi hajatununulia kitu yote. Tukitoka hospitalini hajatununulia kitu yote. Hivi watoto wanasema ni ukweli kama hao? Hivi wanasema ni ukweli? Unaniita ni Kamau wa mama yako, ni Kamau wa Nyeubu. Kamau. Mimi Kamau ni ndugu yako, ni mjomba wako. Tangu lini tukatenganisha watoto hivyo? Sasa mimi nauliza swali. Wewe Chelsea, unanishitaki kwa nani? Uko police station, unanishitaki kwa rais, unanishitaki kwa huyu mpumbavu. Umeshinda njaa. Huyu mama yenu mjinga, unanishitaki wapi wewe? Sasa matusi makubwa mbele ya watoto ni kwa nini? Mimi kupeleka watoto nakotaka mpaka nikuombe ruhusa wewe. Na sasa bado kawarudisha wakilia. Sasa wakilia watazijua. Hainihusu. Wakimuingilia kama Mungu humu ndani ni fimbo na chapa mtu mpaka nje. Mimi sitaki. Mbona umebadilika? Wewe ni meshante. Meshante ndio nini sasa? Wewe uko meshante sana. Hey. Kamau. Adui. Uko hivi. Niache nibadilike. Na usinisumbue. Kwa sababu wewe Matilda. Hey. Kitakachokukuta. Wewe. Sasa imekuwa makelele. Tumependana hii miaka yote tumeishi. Watoto wameishi na wewe. Umependana na nani? Na Kamau. Umependana na Kamau. Wewe. Tumekuwa pamoja kwa miaka yote, kwani tulikuwa tunachukiana? Umependana na Kamau. Si ndio? Wewe ulichonifanyia wewe. Nakufikishia Mungu. Nakupeleka kwa Yesu. Huyo ndiye atajua kitu atakufanyia. Nilikufanyia nini? Kwa sababu wanasemaga hivi Waswahili. Ukiona mtu kesi yako anaipeleka kwa Mungu, kwamba namwachia Mungu, ujue kesi inaenda sehemu ambapo hakuna rushwa. Sasa kesi yetu mimi na wewe nampelekea Mungu. Mungu pokea. Sasa wewe kwa sababu hii kesi mimi nikalichukua mwenyewe. Umekunywa nini? Nini kimekulewesha? Haya mwanangu twende. Kumeendaje? Na usiongee ukisogeza sura yako hapa, nitaivuruga. Nitakutandika kofi. Wewe sura ongea ukipeleka kule, usisogeze huko. Nitakunyoosha. Na kama unataka kuongea, ongea na watoto wako. Mimi sitaki kuongea chochote sahihi. Wewe, hebu twende chumbani. Mtoto wangu, nyoosha. Mazawadi zako zote hizi kweli. Hebu kaa hapo, pita huko. Wewe pita. Wewe nikione mara. Sasa unamfuza mtoto. Pita, twende. Baki na hao. Tupendi. Ongea na hao. Baba. Wewe. Mbona tupendi? Pendwa na mama yako. Ajabu haya. Haya ni mambo gani sasa? Mama, una mawazo gani?
Mama, kwani unajua kinachoendelea? Tulia. Bora ikiwe ni hivyo unavyowaza. Deep secret, break it or it rusts. Deep secret, hear the silent scream. Deep secret, nothing's what it seems.